Kiufupi naweza kusema mambo ni magumu kwa upande wa Manyanya kwa upande wake, kwa sababu mpaka sasa tunaona bidada ambaye tunaona penzi lilikuwa ndio hivyo limewaka au limepamba moto, lakini tayari wanapokea ujio au taarifa kutoka kwa mume wake na Rayla kwamba tunatakiwa kuhama hapa, na baada ya hapo Manyanya atafute kazi nyingine kwa sababu ambaye atakuja kuishi katika nyumba hiyo ni dada yake. Kwa hiyo hana uhakika kwamba uwezekano wa kazi utakuwepo, lakini tukijaribu kuangalia hapa tunaona ni jinsi gani au namna ambavyo taarifa hiyo kwa Rayla kwake imekuwa ni mbaya sana, kutokana na namna ambavyo alivyokuwa akimpenda Manyanya. Sasa kuna swali ambalo liko hapa katikati ambacho kila mmoja amejaribu kuzungumza kwa namna ambavyo anavyofikiria kwamba kwa tukio hili ambalo limeweza kutokea hapa, maybe Rayla anaweza sidhani kama ataweza kulala katika usiku huo na usingizi ukapatikana, kwa sababu tunafahamu kama alikuwa anaweza kutoroka mume wake na kwenda kwa Manyanya ili mradi aweze kumuona na kumwambia vitu vinavyo. Sasa je, unahisi katika usiku huo nini Rayla ambacho atakifanya, na unahisi nini ambacho kitatokea? Kwa sababu hapa kiufupi bado ni pagumu na mambo ni magumu kiufupi. Na je, itakuwaje kuhusu historia yao ambayo au mapenzi yao ambayo yalikuwa ndio yamepamba moto? Kwa sababu kabla ambapo walikuwa bado tunaona mambo yalikuwa shwari, lakini baada ya kuwa wamekubaliana na mapenzi yao yameanza kupamba moto, tunaona imetokea safari ya kuondoka, na ni takriban miaka 2 baada ya project yao ambayo wanaenda kufanya huo mradi kukamilika. Sasa itakuwaje, vipi kuhusu Manyanya na Rayla, nini ambacho kitafanyika? Na je, tunaona sasa mpaka sasa hivi Kawina ameweza kumnunulia simu Manyanya na kuweza kumpatia. Sasa unahisi hapo Rayla atafanya nini? Kwa sababu pia Rayla hana namba ya Manyanya. Na je, atafanya nini? Kwa sababu tunajua bidada au mrembo huyu amekuwa ni mtu wa matukio mengi sana, ambayo ngoja tuone trick ambayo tutaitumia kwa ajili ya kupata mawasiliano ya Manyanya. Kifupi, Rayla anatamani kumwambia mume wake tusiondoke, lakini kwake inakuwa ni ngumu kwa sababu atakuwa na kesi ya kujibu. Kama tunavyofahamu, Kawina ni mtu fulani ambaye sio wa mchezo. Tunafahamu mambo mengi ambayo yameweza kutokea mundani ameweza kuyafanya, wivu aliokuwa nayo juu ya mke wake. Sasa unahisi nini ambacho kitatokea? Kiufupi ni msiba mkubwa kwa Manyanya ambaye mpaka sasa mapenzi yao yalikuwa yamepamba moto, alikuwa akienjoy na kufurahia, lakini muda mfupi imegeuka huzuni kwa sekunde chache. Bwana, I say tamthilia bomba ya dunia. Kiufupi, kama bado au ni mara yako ya kwanza kutufuatilia katika channel yetu pendwa hii, ambacho tunataka kufanya ni kusubscribe hapo chini, kutusupport kwa njia ya kusubscribe hapo ili kuendelea kuanza kupata video zetu kila siku. Lakini bwana, mambo ni pambe katika tamthilia bomba ya dunia. Kiufupi ukizungumzia mambo yamepamba moto ndio sasa, kwa sababu mpaka sasa kuna maswali mengi ambayo kila mmoja anajaribu kujiuliza kwamba nini ambacho kitajiri humu ndani, kwa sababu tunaona tukio hili ambalo limeweza kutokea hapa, Kawina ndio hivyo anahama na kuelekea mbali, na wakati huo tunaona kazi ambayo Manyanya alikuwa akitegemea tayari nayo ndio hivyo hakuna kazi tena. Kwa hiyo Manyanya kwa sasa anatakiwa kurudi tena mtaani na kupambana kutafuta kazi nyingine. Sasa je, itakuwaje na nini ambacho kitatokea katika maisha ya Manyanya? Vipi kuhusu Rayla ambaye tayari alikuwa ameshampenda yaani sijui kiasi gani Manyanya, yaani kiasi kwamba mpaka anatoroka mume wake na kutafuta matukio mpaka anajiuguza ili mradi aweze kuonana na Manyanya. Kiufupi inauma na inasikitisha kwa upande wao, lakini tunaona mahaba ilikuwa mahaba ndindi. Ukizungumzia mahaba moto ndio kitu ambacho kilikuwa kikiendelea kati ya watu hao wawili ambao waliokutana katika nyumba ya bosi Kawina. Bwana, sasa kibarua ndio hivyo kimeota nyasi. Sijui maisha yake Manyanya itakuwaje, lakini vipi kwa upande ambaye tumeweza kuona kuhusu Violet ambaye mpaka sasa anaendelea kuteseka, lakini tumeweza kuona tukio lingine kuhusiana na Moody na mrembo Joha ambaye mpaka sasa alikuwa akiendelea kuhakikisha kupambana kuona anapata chochote kitu kutoka kwa Moody, lakini Moody naye ameonyesha msimamo, lakini tunajua Moody anatoka na dada yake ambaye ni dada yake na Joha. Sasa tunaona wale wawili ambao ni ndugu, sasa wote wanampenda mtu mmoja, na tunaona Moody amemtolea shit za kutosha na kumfukuza kwake. Sasa nini ambacho kitatokea? Na unahisi Moody ataendelea kukaza hivi mpaka lini, au mwisho wa siku atajaa katika mtego wa Joha? Kwa sababu tunaona warembo wawili wote wametokea kumpenda vikali, na huyu bidada ambaye ni mrembo anaitwa Joha hajui kama Moody tayari ana mahusiano na dada yake. Sasa akija kujua nini ambacho kitatokea, kwa sababu yeye pia anampenda, lakini tunaona dada mtu ameshakwisha kumwahi mdogo mtu sasa, ambaye mpaka sasa tunaona naye anapambana jitihada kwa namna anavyoweza kwamba anampata Moody
ili aweze kudate naye. Lakini Mudi ameweza kukaza, na je, atakaza mpaka lini? Nini ambacho kitatokea kwa upande wa Mudi? Kwa sababu kiufupi ni mtihani kwa upande wake. Yule bidada au mrembo yule ndio msaada kwa upande wake kupitia yule mzee ambaye anamsaidia yule mrembo. Sasa nini ambacho kitafanyika au nini ambacho kitatokea, mpenzi mtazamaji? Hebu tuambie kwenye comment yako hapo. Je, unahisi Mudi atafanya maamuzi gani? Mudi ataendelea kukaza mpaka mwisho au nini ambacho kitatokea? Kwa sababu mpaka sasa Mudi tunaona bidada anaendelea kumnyatia. Sasa leo tunaona amefeli kwa mara ya kwanza, lakini je, mara awamu nyingine atapokuja amejipanga atafeli tena hivyo? Na je, bidada ambaye ni dada yake na Joha, endapo akija kuwafuma na kuwakuta katika chumba kama hivyo, nini ambacho kitatokea? Kiufupi ni ugomvi mkubwa kati ya ndugu wawili ambao wanaishi nyumba moja. Sasa kiufupi hapa Mudi inatakiwa makini sana na endelee kupambana, kwa sababu tukio ambalo linakwenda kutokea ni kubwa zaidi, ambalo sijui atasema nini kwa dada yake na sijui nini ambacho kitatokea, kwa sababu haya mahusiano ambayo tayari ameshaanzisha na dada yake na Joha, na wakati tunaona Joha tena anamhitaji Mudi kimapenzi au kimahusiano. Sasa kiufupi Mudi kwa upande wake yuko ndani ya mtego mkubwa ambao hajui nini atakifanya, lakini tunaona Mudi ameendelea kuwa na msimamo wake na kuendelea kukaza kwamba mimi ndiye dada, wewe ni kaka, mimi ni kaka yako, kwa hiyo naomba utoke hapa. Bwana, Mudi amekaza. Ngoja tuone mwisho wake itakuwaje, kwa sababu tunajua wanawake namna walivyo na mitego. Sasa ngoja tuone Mudi atakaza mpaka wapi. Lakini tukirudi kwa upande wa Violet, tumeona kwake ni simanzi na huzuni. Tunaona Jordan namna ambavyo anavompitisha katika mazingira fulani ambayo sio mazuri, kwa sababu tunaona, sijajua Jordan ana mpango gani, lakini kitu ambacho nimejaribu kuona hapa ni kwamba Jordan anajaribu kumfanya Violet amsahau Manyanya. Lakini je, itawezekana? Na ataweza yeye labda kumpata? Kwa sababu anaamini kwamba endapo Violet akimsahau Manyanya, basi itakuwa ni sababu ya yeye kuweza kumpata Violet, na ndio maana anajifanya yuko karibu na kumsaidia kila bega. Lakini matukio yote tukijaribu kuangalia ni mipango ya Jordan ambayo anajaribu kutengeneza kuonesha kwamba Manyanya ameshakufa kabisa, hayupo duniani. Lakini tunachojua kwamba Manyanya yupo na anaishi vizuri. Sasa je, kwa sasa ambapo tunaona Manyanya kazi hana, maana yake atarudi mtaani. Je, endapo atapokutana na Violet na Jordan akajua kwamba alikuwa anamdanganya, nini ambacho atakifanya? Kwa sababu tunaona hapa naweza kusema kwamba Jordan anazingua au anafeli, kwa sababu hii mbinu au njia anayoitumia sio sahihi. Kwa sababu kama alimhitaji Violet, lakini nafikiri angetumia njia yake yeye anayojua, lakini sio namna hii, kwa sababu tunaona maumivu ambayo anapitia Violet kwa sasa, mateso ambayo anapitia kwa kupata taarifa kwamba tayari Manyanya amekwisha fariki dunia, na ni mtu ambaye alikuwa akimpenda kwenye maisha yake, alikuwa mume wake. Sasa je, hii trick na mbinu ambayo anaitumia, sawa, maybe anampenda Violet, lakini sidhani kama njia hii ni sahihi ambayo anaitumia, kwa sababu mwisho wa siku yeye kwake inaweza ikawa kizuizi cha kumpata Violet kwenye maisha yake. Kwa kitendo hiki ambacho ameweza kufanya, chuki kubwa ndani ya moyo wa Violet, akija kugundua kwamba alikuwa akimdanganya, mipango yote na matukio yote ambayo alikuwa akitokea, kwamba yeye ndio mpangaji wa matukio hayo. Sasa mimi naweza kusema hapa kwa upande wa Jordan anafeli, kwa sababu njia hii ambayo anaitumia kwa ajili ya kumfanya Violet kumsahau Manyanya, naona anafeli na anapotea, kwa sababu sio njia sahihi. Kwa sababu mpaka sasa tunaona maumivu na mateso ambayo anapitia Violet kwa kujua kwamba Manyanya tayari amefariki dunia, lakini kiukweli ni kwamba Manyanya bado yuko hai. Sasa ngoja tuone mwisho wake utakuwaje na malengo ya Jordan amepanga kufanya nini mpaka sasa. Lakini tunaona kwamba kitu kikubwa ambacho kilichopo ni hicho, lakini nachojiuliza ni kwamba je, baada ya Manyanya kutoka katika nyumba ya Kawina na kuingia sasa mtaani kwa ajili ya kupambana kutafuta kazi nyingine, endapo akaja kukutana na Violet, na wakati huo Violet ameshadanganywa tayari kwamba Manyanya amefariki dunia, na Jordan kwa mipango ambayo ameweza kuitengeneza amesuka matukio kama vile ni ya kweli lakini sio kweli, lakini yote anataka kumfanya Violet aweze kumsahau Manyanya. Je, itawezekana au nini ambacho kitatokea? Hebu tuone kwamba je, mpango alionao Jordan kwamba kumpata Violet, kwamba akimsaulisha Manyanya, pengine itakuwa ndo nafasi ya yeye kuweza kumpata Violet, hata itawezekana? Hebu mpenzi mtazamaji, tuandikia kana comment yako kwamba je, unaishi Violet ataweza kumkubali na kumpokea Jordan, au Jordan bado kwake itakuwa ni ngumu kwa upande wake kuweza kumpata Violet? Hebu tuendelee kuangalia. Hii ni tamthilia bomba ya dunia ambayo mpaka sasa mambo yanazidi kupamba moto katika tamthilia hii. Kiufupi, kuna tukio kubwa ambalo linakuja katika episode inayofuata, ambapo tutaweza kuona sasa baada ya Manyanya kuweza kutoka katika nyumba ya Kawina na kuingia mtaani na kukutana na Violet face to face, na wakati huo alishaambiwa amefariki dunia. Hebu bwana mwamba na longumu Jordan
Ngoja tuone mipango yake itaishia wapi, lakini tunaona hatima ya mapenzi ya Laila na Manyanya ndio hivyo imeishia hapo. Sasa ngoja tuone nini ambacho kitaendelea na mipango gani wataifanya, kwa sababu bidada kama alikuwa na uwezo wa kutoroka kwa mume wake na kumfuata Manyanya, sasa unahisi sasa hivi nini ambacho atakifanya? Kwa sababu tunaona alikuwa kitamani hata mshawishi mume wake airishe safari hiyo, lakini bado imekuwa ni ngumu. Sasa tunaona sasa kwa tukio hilo ambalo limeweza kutokea hapa, vipi kuhusu, tunaona kiufupi Manyanya ameumia sana kiasi kikubwa ambacho sijui hata namna gani za kukielezea, lakini kwa upande wake amekuwa ni pigo. Ni mfupi tu alikuwa ameshaanza kumuelewa bidada mrembo ambaye anaitwa Laila na mapenzi yake. Sasa tunaona hatimaye tayari kimeingia kizuizi cha kuwaweka na kuwatenga mbali, lakini mawasiliano yapo. Ngoja tuone itakuwaje na nini ambacho kitatokea. Tunajua mwamba au bidada mrembo ambaye anaitwa Laila hawezi kukubali kuondoka bila kupata namba ya Manyanya, lakini je, baada ya kuipata atasave nani kwenye simu yake? Natamani kuona comment kutoka kwa watazamaji wetu ambao wamekuwa wakifuatilia tamthilia Bomba ya Dunia. Lakini nikukumbushe tu, hivi karibuni inakwenda kutoka tamthilia Bomba ya Dunia na tutaenda kupata majibu kutoka katika episode hii inayofuata. Lakini pia nikukumbushe kuachia comment yako hapo kutuambia nini ambacho natamani kukiona kikitokea katika episode inayofuata ambayo inakuja na mambo moto na mambo kemkem. Kifupi usipange kukosa katika episode inayofuata, lakini pia nikukumbushe kusubscribe hapo chini ili uweze kuwa kwanza kupata video zetu kila siku.